Naam, hujambo. Unaweza kuwajua Messi, Ronaldo au Neymar, lakini kuna mambo usiyajua kuhusu mastaa hawa. Leo nakuletea mambo 10 kuhusu wachezaji maarufu ambayo yatakushangaza kabisa. Na karibu kwenye countdown ya burudani. Bila kupoteza muda, tuanze na nyota anayekipiga kwa sasa kwenye klabu ya Inter Miami, Lionel Messi. Lionel Messi alizaliwa na tatizo la ukuaji, yani growth hormone deficiency. Messi alipokuwa na miaka 11, madaktari waligundua kuwa ana growth hormone deficiency. Mwili wake haukuwa unakuwa kama kawaida. Hii ndio sababu alikuwa mdogo sana kuliko wenzake. FC Barcelona, yani klabu ya Barcelona, walikubali kumlipia matibabu kuhusu tatizo hilo na historia ikaandikwa. Namba 2 ni Cristiano Ronaldo. Hajawahi kuchora tattoo kabisa maishani mwake. Tofauti na mastaa wengi, CR7 hana tattoo hata moja, sababu anaenda kuchangia damu mara kwa mara, na nchini kwao wachangia damu hawaruhusiwi kuwa na tattoo mpya kwa kipindi fulani. Namba 3 ni Mario Balotelli. Aliwasha fajeti ndani ya nyumba. Siku moja Balotelli aliamua kucheza na fajeti, yani fireworks, akiwa ndani ya nyumba yake na akasababisha moto mkubwa. Hili lilitokea huko England wakati akiwa na klabu ya Manchester City. Yani ni kwamba Balotelli na drama ni vitu visivyotengana. Namba 4 ni Neymar. Alianza kupata mshahara kabla hajawa na miaka 16. Naam, najua unaweza kujiuliza ni kivipi. Basi kabla hajafikisha miaka 16, Neymar alikuwa tayari anapokea mshahara mkubwa kuliko walimu wake wa shule. Alikuwa star tayari akiwa kijana mdogo tu, lakini kwa sasa anakabiliwa na majeraha ya mara kwa mara. Namba 5 ni Mesut Ozil. Alilipa upasuaji wa mashabiki 1000 baada ya kombe la dunia mwaka 2014. Ozil aliamua kutumia bonus yake ya ushindi kulipia upasuaji wa watoto 1000 wasio na uwezo kutoka Brazil. Hili ni jambo la kiutu ambalo watu wengi hawalijui. Namba 6 ni Kylian Mbappe. Alilala na picha za Cristiano Ronaldo ukutani. Mbappe alipokuwa mtoto, chumba chake kilikuwa kimejaa picha za CR7, yani Cristiano Ronaldo anevaa namba 7 mgongoni kwake. Leo hii anakabiliana naye uwanjani kama mchezaji wa kiwango cha juu. Namba 7 ni Zlatan Ibrahimovic. Alipewa jina la Simba kwa sababu ya hasira. Zlatan aliwahi kupigwa marufuku kwa kumpiga mchezaji mwenzake kwenye mazoezi. Ndio maana mashabiki wengi wanamuita Simba kwa sababu ya ukali wake uwanjani na nje ya uwanja. Namba 8 ni Ronaldinho. Alishinda kombe la dunia akiwa na miaka 17 tu. Ndiyo, najua unaweza kujiuliza ni kwa nini alishinda kombe hili akiwa mdogo hivi ama akiwa na umri mdogo kiasi hiki. Wengi wanamkumbuka Ronaldinho akiwa Barcelona, lakini alishinda kombe la dunia akiwa kijana mdogo sana na alikuwa mmoja wa wachezaji waliovutia sana hata akiwa benchi. Namba 9 ni Erling Haaland. Anakula chakula cha kigeni sana, yaani nyama mbichi ya mifupa. Haaland hafuati diet ya kawaida. Anapenda kula nyama ya mifupa, yaani liver, heart na bone marrow, kwa imani kuwa inampa nguvu ya ajabu. Hatuwezi jua, labda zile nguvu ambazo anazionyesha wakati akiwa uwanjani ni kutokana na vyakula hivi. Namba 10 ni Paul Pogba. Alikuwa shehe kwa siku moja huko Saudi Arabia. Pogba aliwahi kuvaa mavazi ya Kiarabu kushiriki ibada na kupewa heshima ya shehe wa soka alipokuwa na ziara maalum huko Saudi Arabia. Alivuma sana kwenye mitandao lakini haikuzungumziwa rasmi. Naam, hizo ndizo siri 10 ambazo huenda hukuwahi kuzisikia kuhusu wachezaji maarufu. Ni ipi imekushangaza zaidi? Tuandikie kwenye komenti. Usisahau kulike, kusubscribe na kuwasha kengele kwa makala nyingine kali kama hizi. Jina langu ni Uncle Soro.